bwana. Ndio nakuuliza hivi. Niko na meeting na maanisha wanakiuka masharti ya mwezi mtukufu. Ninamwona mashehe. Ustad nani yule? Tunaona bwana akatoa swala. Kidogo ninamwona Sheikh nani yule? Sheikh Said yule. Said yule. Yule pale. Yule anishapa chini. Alitoka msikitini bana. Hapo msikitini akapata chukua cha kwanza cha pili. Akapata mtoto bana. Mtoto wa kike. Mtoto wa kike. Nakumbuka hapo kutoka msikitini msichana hivi ambaye msichana mzima ama msichana mkubwa hivi hata watamka kwa nyumba ukamwoa. Ambaye atakuwa bibi ama. Alafu akafanya. Sasa ukumbuke bana yule Sheikh amefunga bana. Najua kwanza ule sasa hapo kwa kichochoro amembanza. Amembana. Cha Mungu tena sikungupi kabisa. Yeye na msichana kabisa hivi. Msichana amembana hivi ana Ramadan yule babu bwana ameoa. Vitu vingine bana msiongea kwa sababu wada vitu vingine bana msiongea bana kwa sababu ndani hapo utarusha yani si huyu ambaye namjua yeye na demu na msichana kwa njio na banana. Kwa yani anaanzaje Mungu mtakatifu tena kwa Mungu sikumkubi. Yaani na maana ni mashehe wote tayari hapo wameharibika kabisa ni mashehe bana. Yaani maskani msitaki tena kabisa kitu ya kwanza pale baba kabisa. Mimi siku hata kama na kambaya hata nene zangu ni sasa basi mimi niko nyumbani katika kanzu bana shehe. Sio vizuri za tabia mimi nataka tukae chini tuakanye bana. Tuakanye kabisa. Yaani njaa inaniuma ile tumefunga nini? Tumefunga mimi nieni nikule mimi. bwana unajua Yerusalemu kwa nini? Yerusalemu bwana kumefunguliwa juu chini bana. Kulangu bwana mimi limeliwa na panya lote. Yaani wakati wa kulifunika nimesahau. Ni panya kabisa. Panya wamekula damu. Maskani yetu leo sawa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Jambo. Naweza kuamka. Kwa salama. Acha na mimi nipate kiti bwana. Naona maskani yetu leo mko watatu tu. Na ni kweli sababu unajua kuna wengine wanakosa ile nini daku, hata sio imani. Kuna wengine wakikosa daku wanakuaga hawataki kufu sababu wao wanaamini daku eti kila daku eti ndio unapata nini eti nguvu ya kufunga. Hapana, ile ndio swali. Kufunga ni wewe mwenyewe umejiamini kwamba unaweza kufanya na unajua time fulani ikifika nini yani kama kawaida sababu mfungo si ni kawaida tu. Ila mimi sasa leo niko na kitu ambacho nimekaa nayo sana miaka mingi sana. Nikifikiria sana. Nishafikiria sana. Ndio shaka. Ingewezekana mngenipa kiti nikakaa pale ili nikawaona vizuri. Nini? Mtume mwenyewe Unajua kulingana na vile mimi niko yani nataka niwaeleze kitu ambacho imenisumbua sana. Kuna mwenzetu tumefunga na utakiwe kuswali. Ila iko na maswali. Mnijibu kama mtakuwa tayari kunijibu hizi maswali zangu. Tuko tayari Sheikh. Tuko tayari. Sasa ndio tuko tayari. Sasa swali la kwanza. Naam. Sasa mimi niko na shida moja. Mimi kwetu tuseme yani kizazi yetu, familia yetu hakuna Mkristo hata mmoja. Naona. Mashaallah basi mimi mnazaliwa wote ni Waislamu lakini kuna tatizo moja peke yake. Hii tatizo ndio imenisumbua. Unajua mimi Qur'ani nimesoma sana. Alafu nikakuja hizi Bible hizi naita Ukristo. Nimesoma sana. Unaona? Kitu cha kwanza ambacho nauliza ambao walianza kwa dunia ni nani na nani? walianza kwa dunia. Waliokuja kwa dunia first. Kwanza. Ambao walianza duniani. Mimi naomba kujibu hilo swali lako. Hao watakuwa ni Adam na Hawa. Ni Adam na Hawa. Sasa kama ni Adamu mwanzo. Sawa. Alikuja Adamu alafu ndo alikuwa Adam na Hawa. alipoonekana yuko peke yake ikabidi aumbe mwanamke ila aishi naye. Okay ni sawa. Okay sawa, msiende mbali sana. Sasa kama Adam na Hawa walikuja, kulikuwa na Uislamu hapo? Adam na Hawa walikuwa Waislamu? Hapo kulikuwa kuna dini yote. Hakuna dini. Mbona swali liko kama najijibu. Sasa
kama Adam na Hawa kulikuwa kuna dini, hii Uislamu iliingilia wapi? Kwa hiyo kumaanisha Mungu hakuleta dini. Kumaanisha ninyi ndio mmeleta hii dini. Sasa mimi nikwambie. Baada ya Mungu kumuumba Adam na akaja akamshikisha mwanamke Hawa. Mungu akasema Adam alikuwa anataka amshukuru Mungu. Mwenyezi Mungu. Amshukuru. Adam akasema mimi nakupatia njia na Hawa. Adam alikuwa anataka amshukuru Mungu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Sasa baada ya Hawa Adam alikuwa anataka amshukuru Mungu. Sasa Mungu akasema mimi nitakupatia njia moja tu ya kunishukuru. Na sasa kunishukuru kama unakunishukuru wewe unaniambia asante. Mimi nataka unishukuru kwa kunitukuza ili nizidi kukubariki. Sasa ndo hapo dini ya Uislamu ikaanzia hapo. Kwa hiyo Mungu akauteremsha yaani Uislamu ni nia. Kwa hiyo atakunambia Mungu alimwambia Adam ndo akatunga Uislamu. Sio Adam aliyotunga Uislamu. Ni nani aliyetunga? Mungu alimteremshia Adam nia ya Uislamu. Nia ya Uislamu. Bado sija kuelewa hapo. Mimi bado napingana na wewe kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaitwa nia. Eti nia ya Uislamu. Mimi ninavyojua Uislamu ni Uislamu na nia ni nia. Kwa nini nia iwe Uislamu? Sasa Uislamu hakuna Uislamu bila nia. Naam. Hiyo. Uislamu mpaka uanze na nia. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kwa hiyo hiyo nia. Hebu niambie maana ya nia inamaanisha nini? Nia ni kukiri kwa moyo na kubainika. Adam yeye kukiri kwa moyo kuna vitu fulani asikule. Sasa mimi ninachojua mimi hakuna shida, wewe vua hata nini hata shati vua, lakini leo lazima tutapatana leo. Unaona alivyoteremshwa yule mwanamke kuna vitu fulani aliambiwa asikule, yeye akajifanya mjuaji akakula vile vitu. Unaona ndio mambo yake yakabadilika. Lakini story na Uislamu ninavyojua mimi, unaona story na Uislamu ni hivi. Acha nikueleze ndo unielewe vizuri. Story na Uislamu ilikuja na Waarabu au hizo hakujulikana. Ngoja mwanzo, tulia hivyo. Unaona ilikuja na Waarabu. Kwa nini Muislamu wote ukimwona anaongea Kiarabu? Kwa nini asiongee Kiswahili ya kawaida? Kwa nini lazima aongee Kiarabu ndio ajulikane kwamba yeye ni Muislamu? Ulize. Ngoja nikuulize. Uliza, unanichelewesha. Kiarabu. Ngoja mwanzo nimuulize. Mmoja. Jana wewe una uhakika gani kama Adam alikuwa ni Mwarabu ama alikuwa si Mwarabu? Una uhakika gani na? Sikia nikwambie. Unaona mwenye alikuja anaongea Kiarabu. Waarabu ni mitume. Mimi bana sikuelewi. Sielewi kabisa. Acha mimi nielewe. Wakati huo dini ya Uislamu imekuja. Watu walipinga dini ya Uislamu. Ndio ikabidi kuna nchi kama mshaisikia, kuna nchi fulani Jerusalem ilipendushwa chini kukawa juu na juu kukawa chini. Mimi nakonana, mimi sikubali. Hakuna vile nchi itapenduliwa hivi. Mimi sijaisikia kitu kama hiyo. Mimi nasema hivi, kwa sababu adabu ya Mwenyezi Mungu, walikuwa wanapinga dini. Ngojeni niwaeleze sasa. Mimi ninavyojua mimi. Msitaki kupingwa. Ngojeni nimalize kabisa alafu ndo ninyi nanyi mniambie. Sawa? Ninavyojua mimi Uislamu umekuja na Mwarabu na ndio maana mpaka saa hii mpaka uongee Kiarabu ndo ujulikane kama wewe ni Muislamu, ndio Muislamu. Tulia hivyo. Nimesoma sana madrasa pia mimi. Ndio ujulikane ni Muislamu mpaka eti uongee Kiarabu. Unaona? Hawezi pita malo habari yako, hawezi sema habari yako useme asalamu alaykum. Ndio ujulikane kweli kwamba wewe ni Muislamu. Kwa hiyo hii dini mimi ninavyojua mimi hizi dini ama hii dini ya Uislamu imefanya kuja na Mwarabu. Okay, sawa, lakini nisikize vizuri. Imekuja na Mwarabu kwa sababu fulani kama hivi watu wanauana bila makosa yoyote. Yaani visanga ambavyo hata havina maana yoyote, unaona? Ndio wakiona wakileta dini hivi watu kidogo kutakuwa na ile kuheshimiana na kutakuwa labda na ile kitu nzuri, yani ile mnahitaji kizungu ile wao mnaongea
Yani watu watakuwa yani kupendana, yani watu watakuwa wanapenda, yani watu wanaomba kizungu hicho. Basi sawa, unaona, watakuwa watu wanapendana, unaona, ninapojua mimi, ila hii dini ni wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe na moyo wako. Sawa, ngoja nimalize. Dini ni wewe mwenyewe, ni wewe mwenyewe na moyo wako. Na moyo wako. Moyo wako ndio dini. Wewe ujue kwamba mwili ndio jengo. Unaona? Ila tu ndio nilikuwa nimengojea. Ujue kwamba Mungu yuko. Usifanye mabaya. Unaona? Mimi nina swali. Ukaniona mimi vitu vya Uislamu nafuatilia. Kuna mwenzetu umefunga na utakiwe kuswali. Lakini niko na sababu. Mimi niko na sababu. Na siwezi nipata naongea hizi vitu basi ukanipata tiketini sitaenda, eti sitasaidia nini. Nitafanya kwa sababu za mimi nimezaliwa kwenye nini gurudumu la Uislamu. Kwa hiyo nikisema sitafalia vitu vya Uislamu pia naweza nikatengwa na familia yangu, naona. Lakini sio kwamba eti mimi siwezi achana na Uislamu, hapana. Ila sasa imani yangu mimi mwenyewe ndo mtu anaweza jua mimi ni mtu aina gani. Mtu aina gani? Unaweza kuwa Muislamu na hata nikawa ni jina tu. Unavaa kanzu, ukitoka hapo unakula miji mrenda zako. Ukitoka hapo wewe ndo mbakaji mkubwa, mwizi, kibaka. Yani mambo yako ni shadarabagal, alafu kama unajiita Muislamu. Na pia hapo bado wewe mchawi. Alafu unajiita. Kwa hiyo mimi hilo nimekueleza tu uelewe pande, lakini pande mwingine mimi ninavyojua Uislamu ulikuja na Waarabu. Unaona? Safi sana. Umenielewa? Umetamka mwenyewe. Kuswali. Wajua swali ilikuja. Karibu shehe. Karibu tule. Yaani njaa inaniuma hivi ati nimefunga nini? Nimefunga mimi ni heri nikule mimi, makosa ni na Mungu wangu. Mungu wangu ndiye anajua, hata kama last walinipata, leo sidhani kama watanipata.